Sasa Mungu akuweke nguvu. Ndio basi wewe tamwana upako na akili mingi sana. Hajakawa kwenye nchi. Lakini kila kitu nakiongoza vizuri. Ni neema sana. Na anasomea Yohana sura 9 mstari wake wa 4 kushuka. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu. Anzia kwa mstari wa 2 tunasema hivi. Inasema hivi. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata hazaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake. Amen. Amen. Inatosha, tutaendelea nyumbani. Mungu atubariki sana. Dada, kuna nafasi tulisema Mungu anaweza yote, lakini somo ilikuwa yote yawezekana. Mpe dada. Somo ilikuwa ni siri ya kupata nguvu za Mungu. Siri ya kupata nguvu za Mungu. We can give the clap for our Lord. This is a wonderful answer. Tena wewe ulikuwa unakaa kiti cha mbele. Na tulizungumzia mambo ya memory. Kwa hiyo itakuwa amesahau. Na tulifasiria namna gani kuhusu nguvu. Nilisema vitu vitatu. Nguvu ya kwanza, akili. Wapenda pesa wanajibu pesa. La pili ni pesa. La tatu ni sema akili, pesa, uhusiano. Rudilia tena. Tunajua ukikuwa na akili lazima ukuwe na nini? Ina maana wasiokuwa na pesa? No, mimi siseme, ni wewe ndio unasema. Si kuna watu wanasema akili ni mali. Haujawahi kusikia zile jina za watu? Ukiwa na akili lazima uwe na ukiwa na pesa lazima utapata nini? Uhusiano. Biblia haiwabembeleze watu. Biblia inasema maskini huchukiliwa hata na ndugu zake. Yaani ukiona wewe ni maskini alafu una mke, usiamini kwamba anakupenda, anakuhurumia. Anakuhurumia. Atakuja kukupenda kule mbele. Lakini anakuhurumia. Ni Biblia, si mimi. Tunatakiwa sana kutafuta pesa. Kuna somo ambao nitagusa hapa, jinsi uwezo wa Mungu unavyotumika kwa hali tofauti hata kama shida inafanana. Mgeukie ndugu yako mwambie, shida yangu na yako inaweza ikafanana, lakini hali ya kujibiwa itakuwa tofauti. Kutaka kushindwa ya kwanza ni maisha ya kujilinganisha na watu wengine. Usikosee kufikiri kwamba wewe ni kama wao. Usikosee kuwaza kwamba unapashwa maliza jinsi wao walivyomaliza. Usijidanganye kufikiri kwamba tunaweza omba sawa sawa au tunaweza abudu sawa sawa. Shida inaweza kuwa moja, lakini Mungu atatumia mtindo ulio tofauti sana ili alete majibu. Ndio maana tunapoomba kanisani, sauti za maombi hazipo sawa. Wengine tunapoomba bado wana chat kanisani. Wengine tunapoomba wanalia kanisani. Wengine tunapoomba wanapiga yowe kanisani. Na kiongozi anashindwa kuelewa, lakini ukweli ni kwamba mtu anaomba kutokana na msukumo
wa upendo wake kwa Mungu au shida aliyo nao kwa Mungu. Sasa unapokuwa kwenye shida fulani na haujafahamu kwamba ile shida imekaa, utalia. Na hii ndio itafanya Mungu awe anakuinua every day. Najua ule mtumishi wa Mungu mpatie nafasi mbele. Hii ndio itafanya Mungu awe anakuinua kila siku pale unapotambua kwamba shida ya huyu na yangu mimi haifanani. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Wengine wako hapa wanategemea wazazi wao. Hajali chochote kile, anajua mimi na mzazi, kama ni Ulaya nitaenda, kama ni shule nitafanya. Lakini wengine wako hapa ambao wazazi wanawategemea. Kuna kwa utofauti. Yaani wengine wanajua nimeshapata nyumba wala urithi kutoka wazazi. Wengine wazazi wenyewe waliwazaa hata nyumba hakuna. Wazazi wanaamini kuridhishwa na mtoto. Sasa ukiwa kwa hii lengo ya kujua kwamba mimi na huyu tufanane, hata maombi haitafanana. Hata kutembea na Mungu haitafanana. Wengine wanarizika na vitu vidogo sana. Akiwa na nyumba, akiwa na gari, anarizika. Wengine akiwa na nyumba na gari moja inamuongezea mawazo kwa sababu huna ruhusa sana ya kuzaa watoto ambao hueneze urithi wa kuwapatia. Kwenye serikali ya mbinguni lazima ufungwe. Kwa sababu maandiko yanasema nyumba na mali ni urithi kutoka kwa Baba. Kwani kila atakayezaa watoto 10 lazima apewe nyumba 10. Sasa mtu anaingia kwenye kiburi anapofikiri kwamba ameshafika. Lakini ukijua kwamba kuna vitu natakiwa kuvifanya, kiburi hakipo. Utadharau unayoyaona na utachuchumia yale ambao bado hujawahi kuona. Na hizi nguvu zote zipo kwa Mungu. Jinsi unavyoviamini ndivyo Mungu atakavyovifanya. Tunaweza kutoka hata kwa ibada ya leo na maisha inabadilika leo. Sasa Mungu hata kwenda ukamata deni ili kwamba akubadilishie maisha. Yote vipo. Mungu anapokupatia ahadi fulani si kana kwamba kile kitu Mungu anacho. Lakini Mungu anatafuta kujua imani yako inaamini kwamba inawezekana leo au inawezekana kesho. So mimi imani yangu ni kujua kwamba akitaka hata sasa anaweza kubadilisha mambo. Hata sasa. Na hii ndio imani yangu. Kuna mtu aseme amen. Biblia inatuonesha mtu ambaye anaitwa Bartimayo. Siwezi kugusa sana maisha yake. Niguse kitu kimoja hapa kwa sababu watu hawaelewe. Biblia inaonesha kwamba macho ni taa ya mwili. Nitaongea kwenye Mafunuo. Macho ni taa ya mwili. Lakini tuambiane kweli. Je, ni macho inaonaka? Hapa kuna mizoga lazima niongee leo. Macho ni taa ya mwili. Mtu kikawaida ana uwezo ya kuona kupitia macho. Lakini kwenye ufunuo si macho inaona. Hata kama tunaweza kusema kwamba usipokuwa na macho hautaona. Lakini acha nikwambie kwamba kwa nafasi Yesu amesema hivi, wana macho lakini hawaoni. Au niingie kwa akili ya chini ili unielewe. Si macho inaona. Zaidi ya macho, jinsi unavyofikiria kuona, lazima kuwe nuru. Kwa sababu giza ikiwa hata una macho huwezi ukaona. Ndio mnapoona Mungu alipoanza uumbaji
alianzia kusema nuru iwe. Maandiko nasema dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Manake shida iliyokuwa duniani ilikuwa ni ya ukiwa na utupu. Kama ni mimi Gabriel, ningelikuja ningelisema dunia iko ukiwa na utupu. Dunia ijae. Dunia ipewe form nzuri sana. Mungu hakuanzia pale. Alijua shida ya dunia ni ukiwa na utupu. Lakini Mungu akasema nikianzia kujaza na kuweka form katika giza, nitaweka form vibaya. Kwa hiyo Mungu akaanza kusema nuru iwe. Bartimayo si kana kwamba hana macho. Macho anayo, lakini nuru ambaye ni Yesu alikuwa hajatokea kwenye maisha ya Bartimayo. Kwa hiyo hata kama angeenda wapi, Bartimayo asingeona. Yesu alipotabiri akasema mimi ni nuru ya dunia hii. Siku alikutana na Bartimayo, ndio siku macho yake ilianza kuona. Macho unaweza kuwa nayo, maono unaweza kuwa nayo, lakini ndani ya giza pasipo nuru ambaye ni Yesu, ile maono haina nguvu. Kwa hiyo si macho inaona, lakini macho inaona kwa uwezo wa nini? Wa nuru. Karama ipo, upako upo, lakini ukiwa ndani ya giza haionekani. Kwa hiyo kuna watu utakutanana nao, wewe una maono, lakini yeye ni nuru ya kuangaza maono. Wewe una urembo, lakini yeye ni nuru ya kuonesha urembo wako. Na tukimaliza hii kongamano, kila kilichokuwa ndani ya giza Mungu atakiangazia. Huyu Bartimayo ameishi katika giza miaka na miaka, si kwa sababu uwezo wa kuona haupo, lakini nuru hajafika. Hatuhitaji kumwambia Mungu sana, nipe pesa, nipe kazi. Tunahitaji kumwambia Mungu, nuru yako iniangazie. Bwana nipe ndoa. Dada we mrembo, lakini ndani ya giza nani atakuona? Upako unao, lakini ndani ya giza nani ataona kipawa? Biashara unavyo, ndani ya giza nani ataona biashara? Kwa hiyo mtu anahitaji nuru ili visibility yake, au visibility kwa Kiswahili cha hapa. Natabiria mtu wa imani, ulikuwa na kipawa, ulikuwa na urembo, ulikuwa na kazi. Kadiri unasimama, nuru iwake juu ya maisha yako, na nuru ikiwaka juu ya maisha yako utaonekana. Mtu mmoja aseme amen. Ambia watu watatu, unahitaji nuru tu. Yes, nuru tu. Si shida ya kusema sina upako, si shida ya kusema sina urembo, si shida ya kusema Mungu anijue. Anakujua, lakini haujakutana na nuru. Watu wengine ukikutana nao hatakupa pesa, watakuangazia, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa kuna kitu hapa kieleweke vizuri. Bartimayo hajazaliwa kipofu. Wahubiri wamedanganya watu miaka. Bartimayo amezaliwa na macho. Alikuwa anaona. Mazingira ya maisha inamfanya kipofu. Hatujui kwamba kama uchawi, kama bangi, kama njaa, lakini anajikuta kipofu. Anachagua kazi moja, kuombaomba kando ya njia. Kifaransa anasema vizuri. Alimwambia Yesu, que je recouvre ma vie. Nipate kuona. Unasikia utofauti? Mtu anaposema nipate kuona tena, ina maana nini? Kuona. Que je recouvre ma vie. Nipate kuona tena. So Yesu akajua hii shida ya kutaka kuona. Nifanye mfano na wewe, kuja. Simama hapa. Funga macho Bartimayo. Alishawahi fanya nini? Alishawahi ona. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho, kitu cha nguvu sana
ni kile kitu hujawahi kugusa, kile kitu hujawahi kufanya, ile fasi haujawahi kufika. Ulimwengu wa kiroho upo hivi, munisikie vizuri sana, utabarikiwa. Kama haujaolewa, ile area ya kuolewa haikuheshimu. Kama hujanunua gari kwenye maisha yako, hiyo zone ya watu wenye gari haikuheshimu. Kama kuna kiwango cha pesa hujawahi kukigusa, na kuhakikishia vizuri, pesa hazikuheshimu. Ikifikia kipindi umeolewa, umenunua gari, umenunua nyumba, hata kama vikipotea havikawi na kurudi, havikawi na kurudi, vinakuja kwa sababu kiroho umeshavunja hiyo nini, hiyo mipaka. Kwa hiyo kama umeshapata mchumba kwenye maisha yako, hata kama leo hauna mchumba, usiogope, umeshavunja hiyo mpango wa mchumba. Kama ushagusa pesa, hata kama leo pesa hazipo, vile tu umeshawahi kuvigusa, Mungu anasema utukufu wa pili wa nyumba huu utakuwa mkubwa kuliko. Ina maana utukufu wa pili unakuwa mkubwa kwa sababu kuna wa kwanza ambao, kama kuna mtu wa imani na itabiri, ulishagusa kitu lakini leo hakiko tena, kikuye mara 7 zaidi ya mbele. Ulishafika fasi, leo yapafika tena, upafike na utukufu zaidi ya mbele. Lete amen zaidi ya kawaida. Yani kila kenye nimeshawahi kukigusa, hata kama sina nacho, kitakuja tena. Hamjawahi kuona binti amedivorce na anaolewa mbele ya binti ambaye hajaolewa? Kwa sababu gani? Ameshavunja vitu vya kuolewa. Hajawahi kuona mtu alikuwa na gari hii mwaka, kesho anakuambia gari yangu imefanya accident fulani, baada ya miezi miwili. Tosha tena pesa ya gari wapi? Anakuambia sizoe tena. Si kwamba azoe, ameshavunja mipaka. Ndio maana usimcheke mtu ambaye ameshainuka, hata kama ametitimia, hata kama leo ameonekana hana chochote. Watu kama wakina Mkubi hawa ni watu ambao kanisa haitatumia miaka 5-6 ili ipanuke, kwa sababu baba yake wa kiroho ameshateseka kwa ajili yao miaka na miaka. Kwa hiyo alivyoviona kwangu, mtaviona kwake tena zaidi ya kawaida. Usipoona kitu kwa baba, huwezi ukakifanya. Sema maisha ya kiroho, sema hivi, maisha ya kiroho ni maimaji. Wakenya wale maimaji, the image. The image. I can be blunt, physical, but in my vision, my mind, I have the image. Vile tu mimi nasimama hapa, ninachovaa, ni yeye amenivalisha leo. Kwa nini anivalisha hivi? Ameshaona baba akivaa vile. Ni mnunulie, nitaongea. na utabarikiwa sana. Petro hajawahi kuona mtu anatembea juu ya maji. Kazi yake ni kuogelea. Anamuona Yesu akitembea wapi? Juu ya maji. Anasema kumbe inawezekana kutembea juu ya maji. Anapiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaanza zama. Sasa kwa nini Petro, mtu anapoanza zama anafanya nini? Si anaogelea. Anajua mtu akianza zama, Petro ni kijana wa Ijwi, anajua kuogelea. Anamwambia Yesu, leo mambo ya kuogelea sitaki, niokoe. Kwa tafsiri nyingine, sitaki level yangu ya zamani, nataka hii ninayoiona kwako hapa. Sitaogelea, niokoe, nitembee. Unachokiona kwangu kitaonekana kwako zaidi ya kawaida. Nani anipe amen zaidi ya kawaida? Kuna vitu hautavifanya pasipokuwa na nini? Na image fulani za kiroho. Kama Joshua anafungua Yordani, unafikiri ni mpaka wake? Alikuwa na picha gani? Alikuwa na picha ya Musa kufungua bahari ya Shamu. Swali ni hii, kama Musa alifungua bahari ya Shamu, alikuwa na picha gani? Aliona
Mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ni nani? Ni Musa. Aliona jinsi Mungu aligawa maji ya juu na maji ya chini. Kwa hiyo alikuwa anajua kama maji iligawanyika kwa kitabu cha Mwanzo, hata kwa Kutoka hapa, chochote ulichokiona kwa wengine kikakushangaza kitaonekana kwako katika jina la Yesu. Kitu Yefta anakosa ili auwe mtoto wake, anakosa image. Singemuua mtoto wangu, hata kama nilimwambia Mungu atakayenilaki ndamtoa, na kutana anayekuja ni binti wangu, tena wa nini? Wa upekee. Singemuua, ningeliteleshaja image ya nani? Ya Abrahamu. Ningejua kuna siku Abrahamu alitaka kumtoa mtoto wake, Mungu akamkataza. Kwa maana haiwezekani mtoto akufe mbele ya baba. Haiwezekani. Inawezekana baba ndiye akufe na azikwe na watoto wake. Ukiamini, laana ya ile kifo naitosha mjamaa yako. Kuanzia leo hamutazika watoto mjamaa yako katika jina la Yesu. Geukia ndugu yako mwambie utakuwaka jinsi unaonaka. Kaa chini. Sasa umsalimu mwambie unaonaka nini? Ninyi mnafikiria the way anavyopamba hapa, si aliona image za Goma? Nasema uongo? Aliona. Mtu heri uwe na mtu ambaye hata kama akupe pesa lakini anakuinspired. Mtu mmoja aseme amen. Turudie hapa. Vile ulivyo umeshaona. Funga macho. Vipofu wa siku hizi ni hatari sana. Pastor Erasto barikiwe. Mwalimu ataongea. Vile umesha vigusa, usiogope. Hata kama haviko, vitakuja tena. Kitu cha nguvu zaidi ni kile ambacho haujagusa. Kwa hiyo Bartimayo anakuja mbele ya Yesu. Geuka huko Bartimayo. Yesu anamuuliza hivi, unataka nikufanyie nini? Anasema ni nipate kuona. Yesu alimgusa? Yesu alimwombea? Yesu alimwambia nini? Nenda zako, imani yako. Fungua macho. Akasema nimeona. Kwa nini uponyaji hausumbue sana Yesu wa Bartimayo? Kwa nini umpatie kazi? Kwa sababu jamaa ameshaona mara ya kwanza. Sasa hata kama ni kipofu, kuona tena haiko nguvu. Kwa tafsiri ya chini ili unielewe sana. Kwenye ulipita usiku bila kukwaa, mchana utakwaa. Umeshajua njia. Kwenye ulipatiaka miaka iliyopita, hata kama leo hauna chochote, unajua pale ambapo ulipotia. Kwa hiyo Yesu anajua uponyaji wa huu hausumbue. Nenda zako bila hata kumgusa. Yesu akumgusa. Nenda zako. Kwa tafsiri ya Ufunuo, huyu alikuwa na lazima ya uponyaji, au kwa Kiingereza niseme healings, niseme restoration. Tuko pamoja? Hakukuwa na shida chochote. Huyu alikuwa na shida ya restoration. Basi. Kipofu wa pili, tangu kuzaliwa hajawahi kuona. John chapter 9:1. Tangu kuzaliwa hajawahi kuona. Na wauliza swali, huyu alimuita Yesu? Hajamuita Yesu. Ni wanafunzi wa Yesu ndiye walianza kusema huyu jamaa amezaliwa kipofu ni kwa sababu ya dhambi au wazazi. Yesu akasema no, si kwa ajili ya wazazi au kwa ajili yake. Yupo hivyo kwa sababu ya utukufu wangu pate fanya nini? Kuonekana. Huyu alikaa kimya. Yesu mwenyewe ndio akamsogelea. Yesu akamwambia nenda zako upate kuona. Yesu alijua hajawahi kuona.
hawezi ona. Akatema chini, akakusanya matope, akaipaka kwenye macho. Kama huyu angelikuwa muyuai, angemwambia Yesu, mbona Bartimayo? Kwa nini kunionea? Mbona Bartimayo yeye ulisemaka tu na akaona. Mimi unataka nipaka matope kwa kunizarau? Yesu angemjibu hivi, Bartimayo alihitaji uponyaji, wewe unahitaji uumbaji. Sieleweke vizuri sana. Kilicho muumba mtu ni nini? Ni matope. Bartimayo yeye ameshaona, alikuwa mgonjwa. Sasa wewe tangu kuzaliwa haujawahi kuona. Wewe hauhitaji uponyaji, hauhitaji restoration, unahitaji creation. Na uumbaji ni kuita kitu kisichoonekana katika ulimwengu wa kuonekana. Katikati yetu hapa kuna watu wanahitaji uponyaji. Baba yake alikuwa tajiri, hata kama hana pesa atapata pesa. Lakini mimi na wewe hatuna wazazi walikuwa matajiri. Hatuhitaji restoration, tunahitaji uumbaji. Mungu alete kitu ambacho hakijawahi kutokea katika familia. Amena yako itafanya kikuje. Naweka mkono juu na tabiri juu ya mtu wa imani. Kenya kiatokea mu maisha ya jamaa yako, kitokee kwenye maisha yako. Sema, Baba, sihitaji uponyaji, mimi nahitaji uumbaji. Maana tunapoingia kwenye prayer, we can't pray the same. So tunajua wengine hapa, yeye anahitaji labda ndugu yake amkumbuke. Sasa wewe hauna ndugu wa kukumbuka. Kitu unachohitaji kwa sasa, Mungu aumbe, Mungu akutengeneze. Mwanamke tasa ambaye anajua mtumbu yake kuna vitu ameondoa, hahitaji kusema Mungu nipe mtoto, ni kumwambia Mungu umba nafasi mtoto atakaa. Uwezo wa Mungu upo, lakini unakuja kwa hali tofauti kutokana na shida unayo. Ndio maana usifanane na wengine jinsi wanavyotembea Nairobi. Wanaweza wakaishi hata bila maombi, lakini wewe unajua nikifanya saa 2-3 siku 3 bila maombi na sikwa. Nilikwenda fasi moja kule Kishasa Kingakati, kuna zile michezo ya upita kukamba, unajua zile michezo zile. Na mtu mmoja akasema, mwalimu, nishakulipia na wewe ruka kamba. Nikasogea nikaona kamba, nikamwambia familia inanitegemea. Na pia nikamwambia hata zaidi ya familia yako nitegemea, walozi wa familia yangu na wajua vizuri. Naweza nikasubutu tu hapa na itakatika ikamba. Mtu lazima ajijue vizuri kwamba mimi na wale si sawa sawa. Mwenzako iko nakwambia kunywa pombe si dhambi, kuzoea maisha ya dhambi si shida. Lakini wewe unasema mimi si shida sana kwa wengine, lakini kwangu mimi eri nisemewe tu mabaya, lakini kuna kitu ambacho siwezi kufanya. Haiko ushenzi, ni kujua tu kwamba mimi na huyu hatuko. Sijue, nipe amen kupatia ufunuo. Nipe amen kupatia ufunuo. Nabii mdogo anatumwa na Mungu. Mungu anaambia nabii mdogo, this is very deep. Usimsalimu mtu, usiongee na mtu. Nabii mdogo anamsalimu nani? Nabii mzee. Mungu anasema okay, kwa sababu umeasi, Mungu anaruhusu simba ikuje. Swali yangu ni hii, nabii mdogo alikuwa juu ya nini? Juu ya punda. Punda iko hapa na anakaa hapa. Simba inakuja. Ninyi wenyewe mnajua simba inakulaka nini?
Simba inaacha punda, inapasula nabii. Baada ya kupasula nabii, simba haikule nabii. Kisha simba inapita karibu ya punda. Nafikiri punda ilikuwa inajua mwenye anakuya anakia nimaliza. Pourquoi simba inashindwa kukula punda? Simba inajua natire yangu ni kukula nyama. Mission yenye nilipewa haiku ya kukula nyama. C'est-à-dire mission yenye uko nayo inaweza changer natire ya maisha yako. Unasema hivi vitu mimi navipendaka kuvifanya, mission yenye niko nayo hairuhusu nivifanye. Pourquoi isikule punda? Hii punda mudescendance yake njo mtatoka, punda itabeba Yesu. Kuna mtu mwenye mauti haitakamata, juu mweye njo mtatoka, watu ambao watasaidia. Naweka mkono juu, natabiri juu yako. Kila serkenye alikuwa mbele yako, kuanzia saa hii inakuepuka, juu ndani yako ndimo mna watu ambao watasaidia kesho. Ambia ndugu yako, sisi hatutakuliwa. Mama yake na Samson, ukiwa na mimba ya Samson usinywe nini? Usinywe mvinyo, manake huyu mama ni mlevi sana. Kwani Mungu ataukataza kitu ambacho hufanyaki? Mungu alijua vizuri, aka kama mama ni kalevi sana. Mama yake na Samsoni hata akiona wanawake wengine wako na kunywa pombe, yeye anasema hivi, ninacho kibeba hakiniruhusu kunywa pombe. Kwa hiyo maisha ya kiroho hautakiwi kuiga. Kwa watu wengine, huyu kipofu kupakwa matope ni kuzaraulika. Na ile huwa naambia watoto wangu wa kiroho wengi sana, mie baba hanipake pesa. Kuna watoto wa kiroho walikuja karibu yangu kwa ajili ya pesa. Kwa hiyo hizi pesa za sadaka si baraka. Unajua hii pesa ya sadaka tukisema tunatoa ili tununue mic, mnaleta pesa ya kununua mic. Mic hainunuliwi, tunauza nyama. Watoto wa pasta watakuwa naongea sana, kwani walikula mic. Wameshakula nini? Tunatoa ili tununue speaker. Kuliko kununua speaker na nunua viatu. Kwa hiyo kiroho nitatembea polepole kwa sababu ninavaa nini? Speaker. Kuna mama moja amesha kuja kunibariki na $10 peke yake. Lakini kabla anibariki akaongea maneno. Mwa hii $10 muingie diabete yangu. Mwa hii $10 muingie laana zangu. Nikamwambia vyote. Na baadaye akanipa. Mimi na agano ya kuvunja diabete. Agano ninayo. Sasa wewe unaniomba hizo pesa, nakupa. Ndio elimu Gehazi. Uwezo alikuwa hana. Msikuje hapa kutafuta pesa. Mimi unapokuja kwa ajili ya pesa, mimi huwa nawapa. Na kuna wengine hawakuje kwa ajili ya pesa, alikuja kwa ajili ya Mungu. Alikuja kwa ajili ya mafuta. Na mkiangalia vizuri, unayemzoea kumpa pesa, utampa mpaka uzee. Mpaka uzee. Atakuomba mpaka uzee. Kuna wakati fulani kumsaidia maskini ni ukataa kumsaidia. Unapokataa kumsaidia, akili inaongezeka. Na yule ambaye yupo karibu yako ili ainue maono yako, atainua mpaka kufa. Kile utakiona hapa, wale wanaozoea kutoa watakuwa wanatoa mpaka kufa. Na wale ambao wanazoea kuomba wataendelea kuomba mpaka kufa. Kwani Mungu anasema hivi, sita muima mpandaji mbegu.
Mungu anapoona huyo ana roho ya kupanda, hata muima mbegu. Na wale ambao walikuja kwa ajili ya kukuomba pesa mpaka kufa, na wakikosa wanakutukana. Unaambia mtu kama Yuda hana akili. Wewe ukwe na patron, anaweza geuza mvinyo, maji kuwa mvinyo. Anazidisha mikate. Deja avec ule patron mtafungula table alima. Utamuzishia nini? Ni kumwambia tu bido 7 hii. Keusa. Lakini akili ya umaskini ilikuwa kwa kichwa. Kuna watoto wa kiroho nimewapea magari. Nawapa magari. Kataka kumpatia gari Reverend Josephat. Akasema usinipe gari baba. Akagusa mfuko akaniambia, pesa hizi Mungu wako aniinue siku moja. Naishuhudia hapo. Akakataa. Akachukua pesa. Wote niliowapea magari zaidi ya 6, wakikosa fuel, karibira, wanakuja kwangu. Taya, pine ikipasuka, wanakuja kwangu. Wengine saa hizi hawana, lakini yeye ana magari na manyumba. So ni mfano wa kutaka kuambia kwamba mtu yupo jinsi anavyofikiria. Kuna mtu unaniomba kitu kidogo na Mungu alizamiria nikupatie kitu kikubwa bila kujua. Sasa ukianza kujikompea, mbona huyu kupaka matope, mimi nazaraulika. Mimi najua vizuri hauzaraulike, lakini wewe na yule hamuko sawa sawa. Bartimayo alipona na ikaisha na akajiendea, lakini huyu aliyepaka matope alikuwa mnyenyekevu sana. Alikaa na matope, tena hapana ya maji, ya mate. Matope ya mate. Nisizame pale. Lakini Mungu alikuwa anajua macho yake imekufa, na hakuna ufufuko bila kuzikwa, na hakuna kuzikwa bila matope. Niizike ili ifufuke. Mungu alijua macho yake ni mbegu na haiwezi ota bila matope, ni ipande ili iote. Mungu alijua hakajaumbwa na macho haka kalizaliwa hivi, ni kaumbe macho mpya ili kaende kanawe na kapate uponyaji. Na Bartimayo baada ya kupona, mnajua historia yake, alijiendea. Lakini huyu baada ya kupona, watu wakasema ni yeye au si yeye? Akasema amfananishe, ni mimi. Hii neno haiko kwa huyu leo, hii neno iko kwako leo. Ninakupa mwaka moja, watu watasema hii neno ni yeye. Batakuona kumashevale Bukavu, batakuona Chimbunda, batakuona Garale, batakuona Ndosho, batauliza ni yeye. Unajua pourquoi mtu aseme ni yeye wala haiko yeye? Donc il y a des choses. Ya kwanza kuko mabadiliko, ya pili yeye iko pieto. Josa ulipita yeye inakuja miaka ni watu wataanza kukonfondre, wanasema ni yeye wala haiko yeye. Mungu ataifanya. Na yeye akasema ni sa Mungu iko na mponya, hakusema. Baada ya kupona, hawezi kuwa kilema na uko na domo. Mkwe mnajikaza sana, maisha kikatala jishushe. Jishushe. Ungana na shida ya kulipa nyumba, meko na kritike watu. Fiancé alisha ukatala, meko na tukana mwali divorce. Donc, we kujere fiancé ingali nguvu. Sasa yuko mulabo ya Mungu, kaa kimya. Usikuwa nasema na Mungu ya kuinua. Siku Mungu atakuinua, hata useme baraka yenyewe. So, munaelewa? Vipofu wawili, mmoja alihitaji restoration, mwingine alihitaji creation. Hawa watu uponyaji wao, miujiza haitakuja sawa sawa. Kati ya wale wawili, nani atamshukuru sana? Creation, my brother.
Wanataka mwambia ule Yesu ni Beelzebul. Ule Yesu ni mwenye dhambi. Unajua aliwajibia nini? No, hakuanzia pale. Akawaambia sidhani kama mwenye dhambi anaweza fungula macho. Neno yake ya kwanza hili ya mazarao sana. Vile nyinyi mko nasema ni mwenye dhambi, mimi kisi mimi najua. Sidhani. Parce na Yesu naye c'est tellement profond. Funga macho. Akayaona vizuri. Yesu ni Mungu sana. Nampenda sana. Yesu anauliza hivi. Wanamwambia Yesu hivi, nani aliyefanya dhambi? Sio anamuuliza, ni yeye au wazazi ili azaliwe kipofu? Yesu anajibu nini? No, Yesu anasema sio wazazi wake. Yeye. Kwa tafsiri nyingine hana tuache unafiki. Eske ni kweli? Tuambiane kweli. Hana dhambi. Yesu yeye anasema hakuna mtakatifu duniani. Sasa anataka sema huyu hana dhambi juu ni kipofu. Bartimayo alisema mwana wa Daudi Yesu unirehemu. Tuko pamoja? Hana dhambi mawazo. Kipofu wasemake? Kipofu wavulake sentire. Manunguniko. Kwa tafsiri ya Ufunuo, Yesu c'est tellement profond. Mfikirie kitu. Wakati ambapo Elisha au kamate Elia anataka fufua mtoto wa mjane, Biblia inasema alilala juu ya mtoto wa mjane. Alikuwa mwanaume, akatia pua kupua, kinywa kukinywa, mikono kumikono. Swali yangu ni hii, mwaita yangu mtoto wa 10 ans aye pua itaenda kupua, kinywa kukinywa. C'est-à-dire Elia alijireduire mutaye ya mtoto, akajifanya sa mtoto ili amupe uzima, ili Yesu atuokoe. Ili Yesu atuokoe, alitoka juu akajishusha ili Yesu aponye ukipofu. Iliomba yeye ageuke kipofu kuzambi ya kipofu, njoo aseme hana zambi. Kwa tafsiri nyingine misione. Mungu akitaka kuokoa anamata ile hali yako anaivaa. Na Yesu akishasema hauna zambi, hata jirani aseme uko na zambi, hayangaike tu jirani, hana hata batima kukutia yako mbinguni. Juge avocat alishasema, ambia avocat mwambie sina zambi. Ile yenye wewe unajua wewe bakie nayo. Juge alishasema sina. Sasa Yesu anasema kipofu hana zambi. Entre Yesu na kipofu, nani njoo kipofu? Mwache unafiki. Nitaongea. Sasa anasema hana zambi. Entre kipofu na Yesu, nani kipofu? Yesu. Usiogope. Ndakuleta. Yesu njoo kipofu. Unajua nimeisema hata Bukavu. Kinabariki Yakobo. Haiko shuko na mavazi ya Esau, haiko shuko na nguo au jina ya Esau. Kinabariki Yakobo ni sababu Isaka ni kipofu. Isaka akikuwa na macho, hata unasema wewe njoo Esau atajua. Mungu naye ili atubariki, akifungua macho na wewe na mie, hatuwezi barikiwa, hatuwezi samehewa. Agano la Kale Mungu alikuwa naona na akaua, ikaomba Goligota afunge macho yake, kisha aseme yote imekwisha. Sema Baba, kuwa kipofu ili unibariki. Na niko na amen zaidi ya kawaida. Sasa wewe hauna zambi? Hauna zambi? Kipofu anakuwa bubu. Hauna zambi? Hauna zambi? Anasema sina. Pourquoi anasema hana zambi? Parce que avocat, juge,
iko mikoshi Yesu akusamehe, kisha wewe endelee kujikilpabilize. Anza tembea kama mwenye haki kuanzia leo. Esprit ya culpability na itosha kwenye maisha yako. Nipe amen zaidi ya kawaida. So, eske mimi naongeza? Naweza ongeza? Ndio. Wanamwambia kipofu alishapona. Ule mwalikuponya ni mwenye dhambi. Kipofu wanasema nini? Sidhani kama mwenye dhambi. Kwa tafsiri nyingine, yeye peke yake shuhudia mimi sina dhambi. Kisha yeye njo atakuwa nayo haya. Sidhani kama mwenye dhambi atafungua macho ya mtu. Akamwambia we, patia Mungu utukufu. Unaona mpagani juu ya wivu iko tayari kuokoka juu ya kukuchukia. Anaona nyumba yako ase hiyo yote ni ovyo, paradiso juu ya na hata enda paradiso. Ase kanisa ya kuangara se hata iangare kama hamuna roho wivu. Ase patia Mungu utukufu, acha ule Beelzebul. Deuxième réponse, second answer for this blind man. He told them, labda munataka kuwa wanafunzi wake lakini hamuyapata njoo. Tunaweza ongea, we, sisi wanafunzi wa ule. Akapapia kao. Akamwambia msikie sasa. Kama ni mwenye dhambi sijui. Kama ni Beelzebul sijui. Kama ni mwizi sijui. Najua hii kitu moja. I was blind, but today I can see. Mtoke karibu yangu. Wapi kwenye Bartime alishuhudia vile. Kwenye Mungu alikutoshaka, itakupa maneno ya nguvu kuliko ule mwenye nakaa karibu yako. Ndio maana hatuwezi kuabudu sawa sawa. Nikicheza acha nicheze, nikiimba acha niimbe, nikipreach even 100 days, let me preach gospel. Yes. Because I know I'm from very far. Yes. I'm not here to waste the time. Yes. I'm here because myself I am a testimony. Mimi mwenyewe ni ushuhuda. Kwenye Mungu ananitosha ni mbali sana. Ambia jirani yako mimi na wewe hatuko sawa. Usiangalie shemize, ni sura ya kazi. Ni sura ya kazi, acha. Leo njoo unaangalia shemize nilikuwa nao zamani. Tunatoka mbali sana. Wale ambao wanatoka mbali walete makofi kwa Yesu. Bengine Pastor Mukubi alitoka mfamilia yenye biko 5 na nyumba 30. 5 personnes 30 maisons. Alikuwa chiaka ngapi? Koti ya baba yako alikuwa chiaka inaweza kuenea? Hapo mzima na hatuna kitu. Sisi tunatoka mwele mafamilia yenye kukula nyama zile familia za kugawa soda. Fanta mko mnaigabula, mnaipima muvere. Mkikosa Fanta mnafanya spare jipe. Kama haiko mipeke tuko trop. Mkikosa wali mnafanya chele. Mnakumbuka ile mafamilia? Mera anapenda mkule nyama, anauza binono. Au anauza susuru. Susuru ni partina kwa ngombe na fana kuku na iko. Kuna kwanza mjareti ya maupe. Tulitoka bali mafamilia mkaenda kufete mtashana tu. Hata wabashaurie mtashana tu. Meona kwenye Mungu wa Samuel anatufikisha saa hii. Amen. Ona wenye ule Mungu anafanya. Na wewe unakuwa wa mayese. Yes. Omoma ulikuwa kama anduka Bwana, anduka. Leo unakuwa mayese. Yes. Siwezi muacha. Wape watu 5 high five. Mwambie hali yako na yangu haiko sawa.
Hapa kuna neno mbili kubwa. Kwa Bartimayo ilikuwa uende zako, imani yako. Kwa huyu ilikuwa nini? Uende ukanawe kule Siloamu. Vitu viwili tofauti. Kwa kwanza uende zako, imani yako. Lakini we nenda ukajioshe huko Siloamu. Let me ask you. That is very powerful. Huyu ameshapona, amejiendea. Huyu ambaye ana matope kwenye macho yake, ukimwona kwenye njia utamuelewa? Na anakuambia nimekutana na Yesu. Ni Yesu ndiye amesema niende na matope kumacho. Yule anayeelezewa anasema mimi nilikuwa siku aliambia Bartimayo nenda zako, umeshaona. Wewe anakuambia nenda zako na matope, uliitikaje? Kamata hii mai kwenye jagi, nawa uponee hapa. Atamwambia nini? Mimi na Bartimayo hatuko sawa sawa. Wengine mko mwa Nairobi, Mungu amewapaka matope kwenye macho. Na hii matope kwenye macho, hata mtu wa chini amekutusi, amekuongea vibaya, hajui kwamba njia yako ina miba, lakini inajaa utukufu sana. Hajui kwamba wewe utakaporudi hautakuwa ule ule. Bartimayo alienda hakurudi, lakini huyu amerudi. Badilisha kuomba from today. You must pray as you have a burden for your family. If you fail today, everyone back you must have failed. Do your best to succeed. Usiwafanani watu wengine. Majibu halisi ya kuwajibu maadui ni kufaulu tu. Hapana kujitetea, haikukwaka vile, faulu tu. Ukifaulu inatosha. Fanya yote ufaulu. Fanya yote umbane Mungu miguu miwili. Usipime kuwa devil worshiper ukiwa kwa Mungu. Inaweza kataa leo kulipa huduma, lakini let me show you the ministry can pay it. Huduma inalipa. I think my first time to be in this town ni yeye amenipokea. Tunakwenda mpaka Mombasa, tunazunguka kule. I was like this. No. Even my size. Kila kitu kinabadilika. I look very smart. Nilikaa hapa miaka mingi iliyopita, nilizunguka kwa hii mji. Hii mji usione kwamba inajaa manyumba. Ukiwa hauna mtu hapa, zile nyumba zote utaona ndefu, hakuna nafasi utalala. Mji hii shule. Lakini saa hizi, na nilipokuja mara ya kwanza first time, nafikiri nilikuja kwenye basi. Na sikuchoka, nilifika nikaanza preach. Leo nakuwa na kakiburi. Nimechoka sana. Kwenye ndege. Ni kama Petro ambaye ametafuta samaki usiku mzima anakosa na afunge macho. Lakini anapokuwa na Yesu ameambiwa omba hata saa hii, anamwambia Yesu usingizi ni nyingi. Unajua usisahau mahali Mungu amekutoa. Mimi sijachoka, nitahubiri mpaka Yesu mahali ipo aingie kwenye wasiwasi. Nitahubiri kwa nguvu kwa sababu amenitoa mbali sana. Nataka kuomba Mungu. Ukiamini sasa hivi, magonjwa itakuachilia. Ukiamini sasa hivi, unampata mchumba wiki hii, unaolewa wiki ijao, unazaa mwaka ujao. Haujaamini kile kitu? Kipofu tangu kuzaliwa anapona hapo. Habari njema ni kwamba alizaliwa kipofu, hakufa kipofu. Hutakufa na hali ile ulio nayo. Lazima itabadilika. Sema hata sasa. Alipokuja kuniona mara ya kwanza Askofu Mkubi, nilikataa kumpokea. Aliyempa favor ya mimi kumpokea ni huyu Mwekunda unayemwona hapa. Mtumishi Mwekunda. Kanambia baba, mpokee, anafanana na BG. Kaambia jamaa wengi wa hapa wanaongea sana. Sitaki kabisa. Akaingia, tukazungumza naye kidogo. Akaenda, nikamwambia sijisikii. Nisimuone tena hapa.
asirudi tena hapa. Yeye ukimkataza kitu, kesho yake asubuhi anakuja. Kasema mimi sitaki kabisa. Nilikuwa namwambia yeye, leo ndio tunasema, anasikilia hapa. Akamwambia sitaki. Kanaambia hapana. Nikamwambia nafanya nini? Ni mwimbaji. Sijui kwamba ni photographer. Akasema sitaki watu wa hivi mimi waende mbali. Nikafungua school, Bible school, iliitwa École Gabriel. Yeye ndo alikuwa wa kwanza. Nikapewaka unabii, nikaambiwa hivi, kwa watoto watakao kuheshimisha yule iko ndani. Nimezaa watoto wengi wa kiroho na waweka kiroho na kimwili. Huyu kama nimeshampatia pesa amesema uongo kwenye madhabahu, sijampa pesa. Akiniambia nimtumie $100 nafikiri Bukavu mara moja tu, ni yeye amenitumia pesa. Lakini nafikiri kwa watu ambao wameniheshimisha yupo ndani. Siwezi kusahau. Naisema that is true. Unajua mimi siwezi kufanya bezi wala kuflate mtu. And I feel in my heart to love you. I feel to let a legacy for you. You will preach gospel more than me. I tell you. Amenifurahisha, amejenga moyo wangu. Na nikikumbuka jinsi alivyokuja, usimdharau mtu. Kwa hiyo ukiendelea kwa unyenyekevu, kuna siku utaheshimisha jina ya Mungu na jina ya baba yako. Wameshanipa unabii. Na leo naiona. Na unajua mahali baraka zipo kuna uzito fulani. Lakini moyo wangu upo uwazi sahihi. Na unaishi naye, sijawahi kumsikia alikaa kwa kikao ya kuniongea vibaya. Unawaza utakosa cha kumongea baba. Lazima kikue. Wakati yenye ule Joshua alikuwa anaangamiza maadui kule kwenye vita, nani alitia mikono juu? Sasa Musa akitia mikono juu, Yashua inatoka, makwapa itafanya nini? Walio karibu yake watasikia nini? Sasa wewe hujakuwa na harufu mbaya, kwani mikono ingali chini. Siku utainuka, ushuhuda utachafuka tu. Kwa hiyo ikaa karibu ya mkubwa, sikia harufu na ufanye hivi kama hakuna harufu. Kwa hiyo hatuna watu kama wale maisha. Kila mtu akiinuka lazima vita viinuke. Na tuna watu ambao wanaweza kuzunguka wanakuongea mabaya. Unapata mtu ambaye yupo mbali lakini anakuheshimia zaidi. Ni watu ambao huwezi kuwasahau. Maono ameanza mwenyewe hivi. Hadi nilazimisha, baba fanya hiki, nitakuita. Na mimi najua maisha ya Nairobi hapa. Maisha si rahisi hapa, hata shetani haishi hapa. Shetani anakemewa nafasi zote hapa, akifika huko anapigwa, akifika. Yaani watu wako nguvu kwenye maisha, na ukimwona mtu ametoboa hapa kwa miaka 2-3, mheshimu. Mwaka kesho nitakuja. Hii jengo haitakuwa hivi. Watasema amegusa dawa, hajagusa dawa. Mtu yupo alivyoamini. Tushimame kuomba Mungu. Ambia jirani niache niombe.